Na tukija kwako shemeji, huyu bwana mkubwa uliingia naye kwenye ndoa kwa kuridhia na ukiamini kuwa ni mtu sahihi, au ulipata shinikizo kutoka kwa mtu? Hapana shemeji, sikulazimishwa, nilikuwa ni chaguo langu. Vizuri. Kwa majibu yenu inaonyesha kuwa mnapendana kwa dhati na mliridhiana, ndio maana mkaoana. Sasa upendo wa dhati ni ule ambao mtu yuko tayari kujitolea kwa mwenzake. Yaani kujitolea kuitengeneza furaha ya mwenzako. Kujitolea katika kusimamia masuala ya kiuchumi kwa mwenzako. Lakini kujitolea pia kuitengeneza furaha ya mwenzako. Kujitolea katika kutengeneza furaha yake. Lakini pia kumbukeni, mnaoana mkiwa mnatoka kwenye familia tofauti. Na kila mmoja na malezi ya wazazi wake na jamii inayomzunguka. Hapa naomba mnisikilize vizuri. Maana malezi ndiyo yanayotengeneza tabia yako. Na unaweza ukawa na tabia ambayo kwako ni nzuri lakini haimpendezi mwenzako. Tulia tuishi, tulia tuishi, tulia tuishi, tulia. Hapa naomba mnisikilize vizuri. Malezi ndiyo yanayojenga tabia yako. Na unaweza ukawa na tabia ambayo kwako naiona ni nzuri, lakini isiwe yenye kumfurahisha mwenzako. Ni wajibu wako kubadilika. Na huu ni mtazamo kwenye upande wa tabia. Mnatakiwa kusaidiana kubadilishana tabia zenu bila uwepo wa migogoro yoyote itakayoathiri ndoa yenu. Basi ni wajibu wako kubadilika. Na huo ni mtazamo kwenye upande wa tabia. Nyinyi mnapaswa kusaidiana kubadilisha tabia zenu bila uwepo wa migogoro yoyote itakayoathiri ndoa yenu. Ustazi, nimekuelewa. Nimejaribu kumbadilisha mume wangu kila niwezavyo, japo anielewi. Ila nampenda, japokuwa nimemchoka. Shemeji, ndoa ni rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na usikatie tamaa rehema zake. Nafikiri kuna kauli mnaisikia kuwa ndoa ni nusu ya dini. Sasa hebu fikirieni, dini na upana wake wote, lakini nusu moja imebebwa na ndoa. Ndoa si jambo dogo. Ndoa ni ibada. Ibada ambayo inahitaji kukaa darasani na kuisoma, na si kuiendea tu kibubusa. Ustazi, mimi nimekuelewa sana. Sasa kwa sisi tulioingia kwenye ndoa bila kusoma, tutafanyaje sasa? Hamjachelewa Twaha. Bado mnayo nafasi ya kuitafuta elimu na kuzingatia yale yanayofundishwa na mashekhe wetu. Ndoa inahitaji vitu vitatu. Ndoa inahitaji vitu vitatu vikubwa ili idumu. Cha kwanza ni asabru. Hapa unapaswa kuwa na subira, kuwa mvumilivu na kuvumilia madhaifu ya mwenzako, lakini pia kupambana na kuyabadilisha madhaifu hayo kuwa yale yaliyo bora ambayo wewe unayapenda. La pili ni ataghaful. Hii inamaanisha kujisahaulisha.
Mfano, kusahau yale yote yaliyokukosea. Ikiwa tu ulitoa msamaha wa dhati wa moyo wako, basi sahau kama alikukosea. Si kila kwenye baadhi ya nyakati we ukawa unakumbusha ulifanya lile, unakumbuka mwaka ule, unakumbuka juzi. Hapana. Midhali ulishasamehe, basi yaache, usiyakumbushe. Na la tatu ni atajahul. Hii inamaanisha kujifanya mjinga. Kuna muda unaweza kumuomba radhi mwenzako licha ya kuwa yeye ndo mwenye makosa, ili kuleta suluhu ya penzi lenu. Kuna muda unaweza kumuomba radhi mwenzako licha ya kuwa yeye ndo mwenye makosa, ili kuleta suluhu. Pia usijifanye mjuaji. Unaweza kumuomba radhi mwenzako licha ya kuwa yeye ndiye mwenye makosa, ili kuleta suluhu ya ndoa yenu. Pia usijifanye mjuaji, utakosa mengi kwenye ndoa yako. Sasa nawaomba mjitafakari. Je, mnaamini talaka ndo suluhisho ya ndoa yenu kweli? Licha ya kuwa talaka ni jambo la halali, lakini ni jambo linalomchukiza Mwenyezi Mungu. Ninawaomba, tafuteni namna nzuri ya kutafuta suluhu na kuiweka sawa ndoa yenu. Tulia tuishi, tulia tuishi, tulia tuishi, tulia tuishi. Kama tulivyozungumza kwenye simu, nahitaji leo hii kujadili mustakabali mzima wa mahusiano yetu, na ikiwezekana tufike mwafaka pia. Niko tayari kujadili. Mke wangu anajua kila kitu kinachoendelea kati yetu. Kwa hiyo hili jambo naliona jepesi. Hivi unalichukuliaje? Unahisi kama nakuhadisia hadithi za kale za Abunwasi au sio? Bachu, kwani hapo cha ajabu nini? Mimi najua sana kwamba mkeo anajua kuhusu sisi. Ninachotaka kujua, mmeamuaje? Wewe kumbe unajua kila kitu na ukaamua kukaa kimya. Yeah. Mbona tulishaonana na tukazungumza? Unasemaje? Habari yako? Samahani kwa kuchelewesha. Mimi ndiye niliyekuita hapa na sio Bachu kama unavyodhani. Ania? Usiogope. Hata kama umenitendea ubaya, ila sikuja mimi hapa kwa ubaya. Nilifunzwa kulipa ubaya kwa wema na sio ubaya kwa ubaya. Naomba nisikilize Amina. Nahitaji utulivu wako ili tuongee. Nina jambo nataka tuliweke sawa.
Najua una mahusiano na mume wangu ya muda mrefu. Sasa nakuuliza swali. Naomba unijibu kwa dhati ya moyo wako. Je, unampenda Bachu? Na unampenda kwa dhati? Najua sio rahisi, ila naomba punguza hofu na unijibu. Ningelitaka kukuzuru, nisingelikuita hapa. Nataka kusikia ukweli wako wa moyoni. Mimi tayari kwa chochote. Yaani nimekosea sana. Ila kwa kweli nampenda Bachu kuliko chochote. Usijali. Usifikirie sana kuhusu mimi. Usijali. Usifikirie sana kuhusu mimi. Rudi kwa Mola wako na utubie. Yeye ndiye hakimu wa haki na anapokea toba. Nimejua sana nilimkuta na mume wa mtu. Nimejua sana nilifanya kosa. Nje na mume wa mtu. Mimi naomba sana unisamehe. Maana ukinisamehe wewe na Mungu pia utakuwa umenisamehe. Nashukuru kwa kutambua kosa lako. Ila nataka hii dhambi ikome. Kwa vile umekiri kwa dhati ya moyo wako kumpenda mume wangu, niko tayari kukupokea kama mke mwenzangu. Ila siko tayari kukuvumilia kukuona kama hawala wa mume wangu. Amina, umenikosea. Yaani wewe unaonana na mke wangu pasipo mimi kunishirikisha? Ndio hivyo. Tushaonana na tumezungumza vitu vingi sana.
tayari mkoa. Hata leo niko tayari mpenzi. Okay, sikia. Naomba nisikilize kwa makini. Sihitaji uwepo wako kuathiri chochote kati ya mimi na mke wangu. Tambua kwamba na kuoa kwa pendekezo la mke wangu. Na sikuoi kwa sababu kwa sababu namchukia mke wangu kama simpendi au anijirishi. Na nakuoa kwa sababu tu ya akhlaki zetu za kike. Sisi mioyo yetu inagawanyika kutokana na mambo. Shebacho. Kwema kaka. Sio kwema ndugu. Kwa nini? Shemeji yako amenipa wakati mgumu sana. Kiukweli amenitwika mzigo mzito. Na wala sioni nani wa kunitua. Ndugu yangu, hebu niweke wazi. Sijaelewa unamaanisha nini. Yaani unanipumbia fumbo kama katuni za Masudi Kipanya. Shida nini kaka? Nipo katika wakati mgumu kaka. Shemeji yako anataka niongeze mke wa pili. Mwanzoni nilizani kuwa natania. Ila amedhamiria. Na ameenda mbali zaidi. Anataka nimuoe Amina. Amina? Hebu acha masihara kaka. Masihara? Ndo kweli ndugu. Sonia anajua kila kitu. Na ameenda mbali zaidi. Wameshakutana na Amina. Wakalizungumza hili. Wamekutana? Mbona Shema amefika mbali hivi? Hebu sikia. Mpatie muda zaidi. Pengine ni hasira tu. Si unajua mtu tukuza na kulinda kitu chake kaka. Ila tafadhali sana ndugu yangu. Usije ukachukua uamuzi ambao utamkera zaidi. Tafadhali. Hili jambo ni gumu sana. Kiukweli namuomba Mwenyezi Mungu anipe nguvu ya kuukabili na kuushinda mtihani. Bila hivyo. Ndugu yangu. Inshallah kaka. Mungu atakufanyia wepesi. Naona mashetani. Vipi wanaanguza wapi hizo? Mbona bila salamu? Jumbe, si unajua tena mizuka babangu. Vipi lakini babangu? Uhakika? Fresh. Sheria? Unakuaje mwana? Sema mwanangu una kitu. Hiki chiuma mzee. Hiyo mwanangu inaitwa singeli michano. We, singeli to the world. Sasa sikia mwanangu, empita ume. Sogeza hapa. Ai, mama. Jamani.
Wewe umefanya nini? Mbona naona mashetani? 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 Mshike huyo. Kabagawa hana mashetani, mshike huyo. Kachachawa hana mashetani, mshike huyo. Kachachawa hana mashetani, mshike huyo. Kabagawa hana mashetani. Tolea. Oya, mwone tunailigoma. Kwa nini nalipiga nani? Mbona napiga midude kama ya Chino na Mani? Oya nailidude, kwa nini nalipiga nani? Mbona napiga migoma kama ya Chino na Mani? Sikia, mama. Sikia. Oya kumbe Haji Manara na Rushaina. Oya kumbe Haji Manara na Zaidi sawa wameachana. Ila hiyo sio bure, makabila nyinyi kukulogana wote. Umo. Oya, tulia tuishi. Wanangu, tulia nini? Wote sasa. Tulia tuishi. Sikia, huyu anamalizia kwa juu kimbia. Tunapiga wote. Yaani mwanangu pamoja, si unajua pamoja, kwa pamoja tulia, tuishi. Oya yubitia Kandolo sasa inabidi ipewe tuzo. Maana kuishi kwa upendo na wasanii sio mchezo na trendi za TikTok siku hizi bwana hazina maana. Dogo za jiji na plateni mtandaoni wanapimbiana wote. Hivi. Sema tulia tuishi. Mama, tulia tuishi. Mama, tulia tuishi. Hata kuchanga tanga vizuri avishi. Wewe wote ni mterera tofauti mapishi mama. Wote wetu. Mwanangu hizo. Hiyo sasa tulia tuishi. Nataka wanangu tunaimba mashabiki tunadunda. Dunda kama wanangu kusema nini? Ngoja tulia. Umeona na mchizi. Tule hela wanangu. Sema mwanangu nimemwona kitambo ujue mwanangu. Afu ana kitu na yeye. Tule hela, unaona muziki mzima anacheza tule hela. Nakwambia ana kitu kama vipi mwanangu kwenye show zetu tunatoka naye. Semeni wanangu nini? Wanangu umetisha kinoma noma. Si kazi yetu wewe mwanangu. Wewe mwanangu biti kachonga nani? Hiyo biti? Ushaifanyia kazi? Vitu vya Kandoro huko mwanangu. Wewe mwanangu hiyo biti piga huwa garagaza mwanangu natakiwa turushie tuondoke nayo. Tukaishi nayo hiyo biti. Basi hamna shida wanangu. Hata ukitaka baba mwanangu wanangu wetu acheni masiara, acheni makuzi. Mbona mchizi tunaondoka naye kwenye show tunapiga nini? Napiga yeye. Yule tunatoka naye yule mwanangu kwa sababu muda mrefu. Kwanza bado anacheza tu mpaka dakika hii. Kwanza mzima yule. Iko sawa yule mwanangu yule mbona unaona naye? Hapa mtaani wanangu. Sasa sikia wanangu, tumvute tuwe naye huyu show hii hela mjue. Hii hela wanangu. Mwite kama mavazi yake tu hela mwite. Oya kikofia. Oya mabegi. Oya wewe maani. Oya nani vile yule? Oya mzee Peku. Oya mzee Peku wewe. Peku. Oya mzee Kanyala Momo. Machane naye wanangu. Tuachane naye vipi yule kwani wanangu yule ni wanangu? Yule yenyewe mzima kweli. Mzima wewe mzima kweli mzima yule. Majina yote. Wewe nyie ile hela wanangu ile. Ile hela mnajua kwenye show zetu tunapiga mshindo mnajua. Yule yenyewe kwanza yuko timamu. Hapo na wasiwasi. Kaka mzima yule. Mzima yule. Usiwete majanga. Wewe. Wewe biti imestop bado anacheza tu muda wote. Nimetengeneza fikira ulimwengu mzuri namna hii, kumbe dunia ni zulia na kanyagwa maumivu siyasiki. Tulia mume tuishi, acha kutangatanga vizuri haviishi. Mchele ni ule ule, tofauti ni mapishi. Tulia mume tuishi.